Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi nashukuru Mungu kwa umbali huu. Nasema ni asante kwa Mwenyezi Mungu kwa muda huu na kwa wakati huu na kwa kila mmoja ambaye amepata nafasi nyingine ili tupatane mara nyingine. Kwa jina ni Reverend Ayub Ouko ama Mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana. Leo na asubuhi ningependa tufundishane kidogo kuhusu neno la Mungu. Nataka tusome na wewe katika kitabu cha Luka mtakatifu. Tasoma Luka 10 kuanzia 30. Luka mtakatifu 10 mstari wa 30. Biblia inasema ya kwamba Yesu akamjibu akasema, mtu mmoja alikuwa akiteremka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, naye akaangukia mikononi mwa wanyang'anyi. Wakampiga, wakaondoka, wakamwacha akiwa karibu kufa. Kuhani mmoja alikuwa akipitia njia ile. Alipomwona huyo mtu, akapita upande mwingine, akamwacha hapo barabarani. Vivyo hivyo Mlawi mmoja naye alipofika mahali pale, alimwona, akapita upande mwingine, akamwacha hapo barabarani. Lakini Msamaria mmoja aliyekuwa akisafiri, alipomwona, alimhurumia, akaenda alipokuwa na akasafisha majeraha yake kwa divai na mafuta, kisha akafunga. Ndipo akampandisha kwenye punda wake, akampeleka mpaka kwenye nyumba ya wageni na kumtunza. Wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu asiyegeuka. Asante Mungu wetu kwa mnajili ya neno lako. Wachia nguvu na uwezo Bwana. Watu wako Bwana nimewakabidhi mkononi mwako. Wachilia Roho wako takatifu Bwana itawale, kwa sababu yote nimeomba na hata kuamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Jinsi nilisema, jina langu ni Mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana. Na hudumu katika kanisa la St. Meshach Fellowship Church. Tuko pale Kibra. Leo hii Mungu amenipa neno ili tufundishane pamoja na wewe. Najua ni asubuhi njema. Wengi wako na mambo ama shughuli mbalimbali. Lakini ningependa nikuambie uchukue muda wako kidogo sana ili tusikie yale Mungu ametutengenezea. Nimesoma katika neno kutoka katika kitabu cha Luka mtakatifu 10:30. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja, na huyu alikuwa anateremka kwenda Yeriko. Alikuwa ametoka Yerusalemu kuteremka kwenda nje ya Yeriko. Na alipokuwa anaenda Yeriko, katikati ya Yerusalemu na Yeriko ilikuwa muda sio mbali. Lakini huyu jamaa alipotoka Yerusalemu kuelekea Yeriko, alipokuwa njiani, Biblia inasema ya kwamba alikutana na wakora. Aliangukia mikono ya watu wabaya, na hao watu walimvamia, wakampiga, wakamuumiza, wakamwacha akiwa karibu kufa. Na alipokuwa pale akiwa ameraruliwa manguo, amepigwa vibaya, anatoka damu kila pande zote, na akawachwa hapo akiwa karibu kufa.
Na Biblia inatuambia ya kwamba kulikuwa na mkwani mmoja ambaye alipita katika hiyo njia. Wakati alikuwa anapita, akamuona vizuri ya kwamba yule ni mtu ambaye ako na majeraha, amevamiwa. Na Biblia inasema huyo mkwani alibadilisha njia, akaenda akapita na njia nyingine, akamwacha pale. Ya pili, mmoja Mlawi tena alikuwa anapitia hiyo njia. Huyo Mlawi alipopita akamuona vizuri ya kwamba huyu ni mtu ambaye amevamiwa na kuna uchungu mwingi sana. Huyo Mlawi pia alibadilisha njia, akapita upande mwingine, akamwacha pale. Ndipo Biblia inasema ya kwamba Msamaria mwema mmoja pia alikuwa anapita katika hiyo njia. Alipomuona akamuhurumia na akaenda akamlazi, akamchukua, akampanguza na akamweka katika punda lake ili ampeleke katika nyumba ya wageni. Katika hii ulimwengu kunaye watu wengi wamevamiwa wakiwa njiani. Twajua ya kwamba safari ni ndefu. Kunaye wengine walikuwa wametoka kwa maisha ya chini. Ni mwendo katika hii ulimwengu, ni mwendo. Wengi wanatembea wakielekea katika ndoto yao, lakini kutoka, Biblia inasema katikati ya Yerusalemu na Yeriko kupita ni ngumu, lakini kwa sababu kuna wale wanavamia watu, kuna wezi, kuna wakora, kuna watu wabaya katikati ya Yerusalemu na Yeriko, na hapo ndio watu wengi wako. Kuna wengine walianza mwendo, pengine wewe ulianza mwendo ya ndoa. Ulipokuwa katikati ili ndoa ianze kuleta matunda, maadui walikuja wakaleta vita, ukafukuzwa mama. Maadui pengine walikuja wakaleta mgogoro katikati yako na mume wako, mkaanza kupigana. Pengine alileta uadui, alikataa ya kwamba wewe huwezi ukabeba mtoto, na hiyo ndio ikakuwa chanzo ya wewe kufukuzwa. Pengine ulikuwa unazaa watoto mama, na watoto wanakufa kwa sababu maadui wamekuvamia, wamekufanya vibaya. Wengine walivamiwa, shetani ameweka wanaume wao ni walevi, na hiyo ndio ilileta kelele mpaka wakaachana. Wengine walivamiwa njiani walipokuwa wanasoma, na maadui wakakuja wakawavamia. Wengine walivamiwa wakaacha shule. Wengine walivamiwa na mambo ya karo, hakuwa na karo ya kuenda shule. Kwa hivyo maadui katikati ya Yerusalemu. Kufika Yeriko sio rahisi kama una Mungu. Kuna wengine wengi sana wamejaribu ili wafike Yeriko. Yeriko ni destiny ya mtu. Yeriko ni mahali ambapo unatarajia kufika. Yeriko ni kila mtu anapenda, anang'ang'ania ili afikie ndoto yake. Lakini katikati ya Yerusalemu na Yeriko kuna maadui. Kuna wale wataki ya kwamba wewe usucceed, hawataki wewe pia ufaulu kwa maisha, hawataki wewe watoto wako wafaulu. Au maadui hawatafurahia kama unaendelea vizuri, au maadui hawatafurahia kama watoto wako wanasoma, au maadui hawatafurahia kama mnaishi na amani kwa ndoa, au maadui hawatafurahia wakiona umepata kazi, au maadui wanapenda kama mtu anateseka, hawataki yule anasikia vizuri hata ukipata kazi. Au maadui watakuja wakuvamie, wakukosanisha hata na mkubwa wako ili wewe ufukuzwe. Au ni maadui wale walivamia yule kijana alipokuwa anateremka akielekea Yeriko. Pengine wewe pia umetembea ukielekea kwa ndoto yako, umetembea ukielekea kwa hatima yako, lakini wamekuja wakakuvamia. Hata sasa hivi kuna wale wanalia, kuna wale wameshikwa mateka, kuna wale wamegonjeka mpaka wakakata tamaa,
wanasema sasa mimi sina faida ya kuishi katika hii dunia. Wacha nikuambie, nimekuja nikuambie ya kwamba kunaye Yesu aliye kufa msalabani. Yeye ndiye anajibu, yeye ndio anaweza. Sijui ni nani alikuvamia. Pengine ulianza ujenzi, hiyo nyumba imekwama hapo kwa sababu maadui wamekuvamia, wamekatiza pesa mahali ulikuwa unapata hela, ndio wameziba, umebaki hivyo. Kunaye wale maadui waliwavamia, wakaweka kwa madawa ya madarati ya ulevi, hapo ndio wamevamiwa. Kunaye wale walivamiwa, hawezi hata kujilisha yeye mwenyewe, au ni maadui hata kwa kanisa wako hata kwa makanisa ni maadui, au kutakii mazuri. Ndio maana mimi ushangaa sana kwa wale wanaropoka. Kunaye wale maadui wanakuja, wanategea sikio lao ili wasikie ni hatua gani unataka kupiga kwa maisha. Watakuja wazorore ya kwamba ni nini unataka kupiga hatua gani, uko na mpangilio gani mwaka huu. Ukishawaambia, hiyo ndio watatumia ili wakuvamie. Kuna watu wengi wamevamiwa. Pengine uko hapa mama, pengine uko hapa ndugu, pengine uko hapa na sasa umevamiwa, unalia, una uchungu mwingi sana, kwa sababu hakuna chochote unaanza na inafaulu. Hata ikiwa biashara, kuna wale walianza biashara na biashara yao ilikuwa inanawiri, lakini walipofika katikati biashara ikaanza kudidimia. Mpaka sasa hivi hiyo biashara ilianguka, hakuna chochote unafanya. Ukianza hii inaanguka. Wacha nikuambie, kunaye Mungu anayetenda miujiza. Ule jamaa alipokuwa amevamiwa, akawa na majeraha, akiwa amelala pale chini. Pengine hata wewe ulikuwa unatembea, ulikuwa unafanya vitu vikubwa, ulikuwa unasaidia watu, lakini sasa hivi ulipokuwa umevamiwa, umelala chini, huwezi ukasimama tena, huwezi ukainuka kimaisha, huwezi ukainuka hata katika kazi. Wacha nikuambie, kunaye yule Msamaria aliyekuja akapita, akaona ya kwamba ule jamaa amelala chini, ako na majeraha. Biblia inasema ya kwamba alienda akamlazi. Hata wewe unaweza inuka tena kama Msamaria ambaye tunamhubiri kuhusu ni Yesu Kristo. Pengine mahali umelala, warafiki wamekupita. Mahali ambapo umelala, kuna watu wengi wamekupita. Mahali umelala, hata wale ulikuwa unawasaidia bado wanakupita tu, lakini Yesu Kristo hatakupita tena. Kama wewe umevamiwa na umekwama pale, Yesu Kristo ndio Msamaria mwema. Hatakuja kushikilia mikono, hatakuja kupanguze machozi. Ni Yesu Kristo peke yake ambaye anaweza kuinua mara nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Maadui ni wengi. Ule alivamiwa akakosa hata mahali pa kwenda, akalala chini. Alikuwa amekosa mahali pa kwenda. Hata wakwani, Biblia inasema hata mkwani mmoja alipita pale na akabadilisha njia. Pengine wewe ulikuwa unategemea mhubiri ama mkwani ama mtu wa kanisa ambaye ulikuwa unajua ya kwamba ukipata shida ataingilia hiyo shida na atatatua. Na mahali ambapo unaomba, kuna shida unaweza pata mpaka hata mkwani mchungaji akwache, abadilishe njia, aseme hata huyo ametuchosha. Kuna wengi wamepitia hiyo. Wacha kutegemea mkwani, wacha kutegemea huyo askofu, tegemea Mungu aliyekuumba. Biblia inasema hata mkwani alipita huyo, alipomwona akabadilisha njia. Wewe unategemea nani? Tegemea Mungu. Yeye ndiye anakujua, yeye ndiye hata kupita. Wacha kutegemea marafiki, wacha kutegemea wale wako na pesa, wacha kutegemea watoto mama, wacha kutegemea wale uliwasomesha. Hapana, hawa hawana jibu. Yesu ndiye ako na jibu. Kama wewe leo utakubali ya kwamba Yesu ndiyo yote juu ya yote, hata kupita. Wengi wamekupita, lakini leo na asubuhi
Kama utasikia neno ambalo tunahubiri, marafiki wanaweza kuacha, hata huyo mume wako inaweza fika mahali mpaka mume anakuacha, anasema mimi sikujui. Pengine katika hali ya ugonjwa mume anaweza kutorosha mpaka akufukuze. Wacha mambo itokee, hata kuacha peke yako. Tegemea Yesu Kristo, yeye ndio Msamaria mwema. Wengi wametegemea wenye udari, lakini wamewaacha katika shida yao, amewaacha katika hali waliokuwa wanahitaji. Ni Yesu peke yake ambaye hawezi akawacha mtu. Biblia inasema ya kwamba hapo hata mmoja wa Lawi walikuwa wanapita hapo, na huyo Mlawi pia akabadilisha njia. Sijui ni nani ambaye unafikiria ya kwamba anaweza kusaidia katika shida, katika ugonjwa, katika hali yoyote. Tegemea Mungu. Mungu hata kuacha kamwe. Hata kama umebaki peke yako, watu wamekutoroka, tegemea Mungu. Biblia inasema ya kwamba nimeinua macho yangu nikaangalia milimani, msaada wangu inatoka wapi? Msaada wako hutoka kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Yeye ndio akona jibu. Yeye ndio anaweza kuokoa. Ni wapi unaona msaada wako inaweza toka? Kuna wale wametegemea wenye udari, wengine wametegemea wazazi. Anaona mimi wazazi wangu wanafanya kazi, inapo kumbwa na shida naweza wakimbilia. Wazazi wanaweza kufa na ubaki peke yako. Kunaye wale wanategemea watoto kwa sababu wamewasomesha. Anaona watoto wake wamesoma, wengine ni madaktari, wengine ni wakili. Sasa anaona aliposhikwa na shida, ako na watoto wake ambao wanafanya kazi nzuri. Kazi inaweza kiisha, watoto wanaweza wakakufa, na wewe utategemea nani? Tazama Yesu aliyesulubiwa msalabani. Yeye ndiye akona jibu. Yeye ndiye anaweza. Yeye ndiyo hajawahi shindwa. Hata waganga wanashindwa. Unaweza enda kwa mganga, keshowe ukirudi upate kama mganga amekufa, hayuko tena. Tegemea Mungu. Yeye ndiye hata kufa. Yesu alikufa akafufuka. Hakuna yule ambaye amefufuka katika hii ulimwengu. Wengi wanakufa na wanaenda, wenye pesa wanakufa na wanaenda, wenye mali wanakufa na wanaenda. Ni Yesu peke yake ambaye alikufa na akafufuka. Yeye ndio jawabu. Sijui ni wapi umepigwa, wapi, ikiwa ni kwa mawazo, hata kwa ndoto yako. Kuna wale walikatiza ndoto yako, ndio maana pengine haujafaulu. Wale ulikuwa unawategemea, wengi wakakuja wakakutoroka, wamekudanganya kwa sababu ulikuwa unawategemea. Wengine walikuahidi ya kwamba wewe tutakutafutia kazi, hadi wa leo sasa unawafuata na wanakwepa. Kuna wengine walikudanganya ya kwamba wewe tutakufundisha watoto. Mimi ushangaa sana, ukienda katika matanga, pengine mume ndiye amekufa, amewacha bibi na watoto. Mashemeji watasimama kwa matanga waseme ya kwamba wewe usiogope, tuko na wewe, watoto tutapeleka shule. Hiyo ni maneno tu wanasema tu. Hiyo siku wacha hiyo mambo iishe, utaona ya kwamba wamekimbia wote, wamekutorosha, umebaki peke yako. Hata wataanza kung'ang'ania mali ambayo umewachwa nazo. Ni Mungu ndiye anaweza kusimama nawe. Ni Mungu ndiye hawezi kutoroka. Ni Mungu. Muamini Mungu, yeye ndiye akona jibu. Sijui ni mambo gani unapitia. Hata kama umefukuzwa, bwana wako wamekufukuza, hata kama mashetani wamekuvamia mama, wamefunga tumbo yako, huwezi ukaona mtoto, na hiyo ndio imekuwa hadithi. Watu wanakuambia ya kwamba wewe huwezi ukazaa, au ni maadui ndio wamenena. Mungu bado hajanena. Mungu hajanena. Hata kama umekudharau ya kwamba una pesa,
Mungu ndiye anapeana, yeye ndiye anapeana. Muamini Mungu. Sasa ikiwa ni magonjwa imekuvamia, ni maadui, hata ikiwa kwa kichwa, ikiwa hata kwa damu, hata ikiwa ni HIV and AIDS, Yesu anaweza. Hakuna ugonjwa yote ambayo inaweza shinda Yesu kupona. Kama aliweza kupona yule aliyekuwa na saratani, na yako je, inawezekana kupitia imani? Muamini Yesu. Hata sasa asubuhi, jambo lolote, hata kama wamekunyang'anya ardhi kwa sababu wako na pesa, wewe hauna pesa, wamebadilisha kesi kotini, kila mara unaenda kotini na uoni kama utafaulu. Yesu ndio wakili bora. Muamini ili tuombe. Hata kama watoto wote wamekukimbia, wamekuacha hivyo, wamekutorosha, uliwasomesa, lakini sasa hakuna hata mmoja ambaye anasikia kutoka kwako. Ukapigia simu wanakata, wamekutorosha nyumbani, wamewacha, hawataki maneno yako. Wewe kama mzazi, tegemea Mungu. Mungu hatakupita. Huyu kijana alikuwa ametoroka nchi ya Yerusalemu. Kuna wengine walitoka makwao huko ni Yerusalemu, wakikuja mjini mahali wanaweza wakakata mti, wanaweza wakapata pesa ili warudi wajenge makwao. Maadui waliwavamia njiani. Wengine walikuja wakaingia katika mikono ya malaya. Hakuna chochote wanaweza fanya, hakuna. Kuna wengine waliangukia kwa mikono ya wale wanatumia madawa ya kulevya, walivamiwa pale. Hakuna chochote anaweza fanya. Huyu pia alitoka Yerusalemu. Huyu kijana, Biblia inasema ya kwamba alipotoka katika nchi ya Yerusalemu akielekea Yeriko, hapo ndiye alivamiwa. Pengine wewe pia umevamiwa. Wamevamia mpangilio yako, wamevamia watoto wako, wamevamia ndoa yako, wamevamia hata mahali unafanya kazi, wamevamia biashara yako mpaka ikaanguka chini. Umejaribu ili uinuke tena na uwezi ukainuka, kwa sababu au ni maadui, hawakutakii mazuri, au wanapenda na wanakuchekelea. Ukiwa umeanguka chini, ukiwa na majeraha, wanacheka na wanafurahia. Ndio maana Biblia inasema alipokuwa pale chini, mkwani amempita. Pengine mkwani wako anaweza kupita ukiwa katika shida. Askofu anaweza kupita, aseme huyu ni maskini, anaangalia yule yako na pesa, na hiyo si mapenzi ya Mungu. Pengine anaona wewe umewachosha na mambo ya umaskini. Mkwani anaweza kupita, askofu anaweza kupita, pastor anaweza kupita, ubaki peke yako. Hata kwa kanisa, kama huyu mkwani aliweza kupita huyu kijana ambaye alikuwa amevamiwa, Mlawi pia akakuja akampita. Biblia inasema ya kwamba waliweza kubadilisha njia, wanapita upande mwingine. Ukiwa katika shida ndio utaweza kujua marafiki wako wa ukweli. Wengi wako na marafiki, lakini au marafiki wengi ni wa uongo, wanakudanganya tu ukiwa na pesa. Ni kama ule kijana prodigal son, alipokuwa na pesa akatoroka kwao. Biblia inasema ya kwamba alienda katika nchi ya mbali. Alipokuwa pale akapatana na wale maadui, na wanajifanya ya kwamba ni marafiki. Ilipofika wakati alimaliza pesa yako yote, alifilisika, ndipo akajua ya kwamba wale hawakuwa marafiki. Watu watakuzunguka ukiwa na pesa, watu watakuja wengi kwako ukiwa na kitu ya kura, lakini wakati utabaki hivyo, wakati utakuwa katika shida, ndio utajua
ya kwamba hawa walikuwa maadui. Yule alivamiwa na wale walikuwa wanamvamia ni maadui. Katika njia unaweza kutana nao, katika safari ya dunia unaweza kutana nao mpaka wa kuangusha. Hata kama walikuwa wanaangusha, waliangusha biashara yako, kuna Msamaria mwema. Hata kama waliangusha mpangilio zako zote, kunaye Msamaria mwema. Hata kama waliangusha ndoa, kunaye Msamaria mwema ambaye ni Yesu Kristo. Yeye ndiye anaweza kuokoa. Haijalishi wamekuangusha wapi, haijalishi wamefanya nini, haijalishi wamekuendea wapi, haijalishi waganga wamenena nini, haijalishi ya kwamba ulianguka lini. Yale na yajua ya kwamba Msamaria mwema ukikutana naye ni Yesu Kristo, utasimama tena. Hata kama imechukua muda, hata kama walikuwa wamesema ya kwamba wewe umeisha, ukikutana na Msamaria mwema ambaye ni Yesu Kristo, utachipuka tena. Nataka niombe na wewe. Sijui ni nini unaona ya kwamba unahitaji mbele za Jehova. Watu wengi wako na mahitaji, lakini wanaogopa kujisalimisha mbele ya Jehova. Wacha leo roho yako ikutane na Msamaria mwema ambaye ni Yesu Kristo. Yeye ndiye atakupanguza machozi. Mama, umelia sana, umelia kwa muda, lakini leo Yesu anakuita. Ako tayari kupanguza chozi tena. Ako tayari kupanguza majeraha. Ako tayari kupandisha kwa punda lake ili akupeleke kwa nyumba ya wageni. Haijachelewa. Wachana na mambo ya waganga. Waganga wanaisha. Wachana na mambo ya marafiki waongo, au watakutoroka. Kimbilia Yesu. Yeye ndiye anaweza kuokoa. Wacha niombe na wewe popote ulipo. Kama unaweza inua mikono, tuombe pamoja nawe. Kama unaweza shika TV, tuombe pamoja nawe. Kama unaweza piga goti, wacha tuombe pamoja nawe. Haijalishi umepitia nini, haijalishi umeanguka wapi, Mungu atakusimamisha tena. Mungu atakuinua tena. Haijalishi ni nini umepitia. Hata kama watoto wamebaki, hakuna mahali wanaweza kimbilia. Hata kama wewe ni mjane, uliwachwa peke yako. Hata kama wewe ni yatima, uliwachwa bila wazazi, Mungu yuko. Mungu yuko. Wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwanzilishi wa imani yetu, Bwana, nakukaribisha katika ibada hili. Tazama huyu dada ambaye Bwana anatafuta ndoa na ameangushwa. Tazama huyu ndugu ambaye Bwana ameangushwa katika madawa mbaya za kurewa. Utende miujiza hata kwa huyu mgonjwa. Bwana amegonjeka kwa muda, amelazwa katika kitanda cha mauti, lakini wewe Mungu, wewe ndio Mungu anayeweza yote. Bwana, umponye roho, umponye mwili. Baba, tazama huyu mjane, hawezi, na wewe ndio weza wetu. Hata huyu ambaye amenyang'anywa ardhi, wewe ndio wakili bora. Bwana, muwezeshie. Asante Bwana, hata katika hii TV utuinue pamoja. Asante kwa kila mtu ambaye alipata nafasi kutazama hii TV na kukua katika ushirika. Bwana, nimewabariki, nimewafungulia njia kwa jina safi la Yesu Kristo. Amen. Anayekuwa anahubiri ni mchungaji Ayub Ouko. Nafanya kazi ya huduma katika kanisa la St. Mesha Fellowship Church. Tuko Kibra. Ukiwa Nairobi, uchukua gari Town Railways namba 8 uje mpaka Karanja. Ukiwa Kencom, chukua gari namba 32 itakuleta mpaka Karanja stage. Hapo kanisa iko pale karibu na Rail Education Center, opposite Cathedral of Praise.
hapo ndio tunafanya kazi ya huduma. Tunakukaribisha kwa kanisa. Pengine ulikuwa umeangushwa, pengine ulikutana na maadui wakakuangusha. Sasa tunaongea, wewe uko chini, unafikiria kufa, unafikiria kunywa sumu. Usije ukatia kitanzi kwa sababu ya maadui. Mungu yuko na atakutendea wema. Namba yangu, kama unataka kuwasiliana nami ama unataka kufika kanisani, unipigie. Ukiangalia pale chini unaona namba zangu mbili. Namba yangu ni 0727 385424, 0727385424. Namba nyingine ya Airtel ni 0734434156. Unipigie tuwasiliane. Ukiwa mbali nitaomba pamoja nawe. Wengi wamenipigia na wakakuwa na ushuhuda ya kwamba Mungu anaweza. Hata wewe inawezekana kwako. Haijalishi umepitia nini. Wewe unipigie ili tuombe pamoja nawe. Mungu akuinue. Mungu akubariki. Shalom. Tupatane Saturday wiki ujao saa 3 hadi saa 3:30. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father,